Kuna kitu kinaitwa changamoto ya afya ya akili. Sijui actually kama ni changamoto ya afya ya akili au ni kitu ambacho mtu mwenyewe anajifeed mwenyewe, anamfeed mtu wake wa ndani. Unajua, kwa mfano, our brain is like a magnet. It attracts what we feed. Bongo wako ni kama smaku. Kile kitu ambacho unakuwa unakitafakari na kukiwaza ndicho ubongo itakachojijazia ndani. So unaweza ukamkuta mtu amemfanyia mwenzake ukatili, ni kwa sababu amekaa akawa anamwazia mabaya kila wakati. Na unamwazia mtu mabaya ambaye unakuta hafanyi chochote, maskini ya Mungu. Lakini unakuta kwamba huyo mtu ambaye anamwazia mwenzake mabaya muda wote, yeye ndio tabia yake kufanya hivyo. Kwa hiyo anakaa anatafakari, anaanza kuona the way anavyofanya, anafikiri kila mtu anafanya hivyo. So unamkuta anamwaza mwenzake kila saa. Hebu niangalie sasa hivi anafanya nini. Usipopokea simu kwa muda huo, wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa kwa mchepuko? Sijui ulikuwa kwa wapi? Alishakufikiria sana mambo negative, mambo ambayo sio kabisa. Ndio maana unamkuta mtu anaweza akaja akafanya jambo ambalo la kijinga, afu yeye mwenyewe anaanza kusema hivi, imekuaje? Imekuaje mpaka nikafanya hivi? Sasa jua hivi kwamba umekaa ukamjaza mtu wako wa ndani sumu ambayo haipo. Kwa nini utafakari negativity kwenye kichwa chako? Kwa nini usiwaze vitu vya kujenga? Kwa nini usiwaze vitu ambavyo ni positive? Ukijijazia positive, kwa mfano umempigia mtu simu hajapokea, unasema labda yuko busy sasa hivi, okay? Au simu iko kwenye charge na ametoa labda sauti ili asiwadisturb wengine. Why are you not thinking about positive things? All the time you're thinking about negative. Hello. Treat kichwa chako kutafakari vitu vizuri. Na maana mtu mwingine anaweza kaamka siku nzima anawaza tu vitu vibaya, anaangalia tu movie za kutisha, anaangalia tu vitu vya kupigana, anaangalia, yani chunga sana afya yako ya akili sana. Na ndio maana unaweza kumkuta mtu amejinyonga kwa kufanya kitu kidogo tu, kwa sababu sasa huyu naye anajinyongaje kwenye vitu vidogo kama hivi? Yes, ni kitu kidogo lakini unakuta kwamba kuna kitu amemeditate muda mrefu sana. Hata hiyo kujinyonga yenyewe unakuta kwamba ameshakitafakari siku nyingi sana. Kwa hiyo anavyotafakari ubongo inaendelea kujea. So at the time anavyofanya ile act ya kujua, yani unakuja kugundua kwamba sasa imekuaje? Lakini unajua tu kama huyo mtu alishawaza siku nyingi sana kufanya jambo kama hilo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo havitokeagi by coincidence, si kwa bahati mbaya, ila